Awamu hii ya maombi ya siku ya leo ni awamu yetu ya kwanza ya maombi ya familia, kwa sababu katika mgawanyiko ambao tutaenda nayo tutakuwa na haya maombi zaidi ya mara moja. Kwa hiyo ninaomba wewe unaangalia pia msisitizo umeelekea wapi, kwa sababu maalum. Juzi, kwa wale ambao ulipata nafasi ya kuwepo, hata kama ukuwepo, uwe na amani ya Bwana, tulizungumza juu ya kichwa, na kwa sababu leo naenda katika sehemu ya mwendelezo, naomba uendelee pale. Nina imani ya kwamba umejiandaa pia na sadaka yako mbele za Bwana. Ni jambo la muhimu sana. Nilieleza pia na wengine pia na wamekuwa na wao wakiweka sadaka zao za familia ambao wako mbali, ambao hawakuweza kufika, na wengine walikuwa wanauliza masaa ambayo tutaanza ili waweze kuungana pamoja na sisi. Ndiyo maana mambo haya ya kiroho, watu wa Mungu, muhimu sana ukawa na mzigo ndani, kwa sababu unaweza ukawepo eneo la tukio lakini usitumie vizuri nafasi, ila yule ambaye yuko mbali na tukio akatumia vizuri nafasi kuliko yule aliyeko karibu. Unapokaa mbele za Mungu, chunguza hali ya moyo wako. Una hofu kiasi gani cha kutambua uwepo wa Roho Mtakatifu na kumheshimu, ile heshima ambayo inatokea ndani ya moyo wako ikisukumwa na hofu. Kiwango cha hofu unayokuwa nayo katika mlango huo ndio kiwango cha uhitaji wako kwa Mungu aliye hai. Na huyu Mungu tunayehusiana naye, unajua Mungu anachokiangalia? Mungu anaangalia anaposema na wewe, au akikupa wito akakuita, njoo kwenye madhabahu yangu, nina neno ambalo nataka kusema na wewe. Anapokuita anaangalia kiwango cha hofu ulio nayo, namna unavyopokea ndani. Ukiona wito wa Mungu ni jambo la kawaida, si basi Mungu anaenda kumwita mtu mwingine ambaye akiitwa anakuwa na hofu ndani yake. Ni sawasawa na vile ambavyo sisi wengine Mungu ametupa nafasi na neema ya kusimama mbele za watu, ya kusimama mbele za kanisa. Kinachoongoza tuweze kufanya kile ambacho Mungu anakitaka sio uzoefu wa kibinadamu, ni kiwango cha hofu ambayo yule anayesimama mbele za watu anacho mbele za Mungu aliye hai. Na wakati mwingine Mungu atamjengea ndani yake maswali, mimi ni nani hata unipe nafasi ya kusimama mbele za watu? Mungu, sinaweza ukainua na mtu mwingine akasimama. Ile kwamba umenipa mimi nafasi niweze kusimama haimaanishi ya kwamba hauna watu wengine, ila nimesimama ni kwa neema yako. Basi sasa ninaomba unisaidie, basi sasa ninaomba hekima, basi sasa ninaomba unijalie ili niweze kuyafanya yaliyo mapenzi yako. Kwa hiyo kama ni mtumishi atafanya kwa njia ya namna hiyo katika hofu ya Mungu, unajua kitakacho kuwepo ndani yake? Ananawa mikono, yeye ananawa mikono, moto unabaki kwako. Tuandike msaada wa Mungu juu ya familia wakati wa majanga ya kijamii. Tulikuwa na hicho kichwa, na tunapoendelea namna hii, Roho Mtakatifu yuko hapa. Wewe kubali kwamba aseme na wewe kutoka ndani yako. Kubali, fungua moyo wako, jiachilie mbele za Bwana.
Sasa tulianza na lile jambo la kwanza. Nataka niweke msisitizo ili nikimbie na haya mambo mengine ambayo yako hapa mbele yatakayotusaidia. Na kama ukupata nafasi, utapata nafasi pia ya kusikiliza kule kwenye YouTube kwa akaunti ya Emmanuel Nyambo. Utaona pia video ya juzi na kuna ya jana ya mtumishi wa Mungu Mwalimu Leonard Simfukwe pia imeendelea pia pale kama mwendelezo. Fuatilia, itakusaidia. Na unaweza ukasikiliza mara moja ukasema nimeshaelewa. Hapana, huwezi kuelewa mara moja. Sikiliza zaidi ya mara moja, itakusaidia. Tulikuwa tuna mambo ya kuzingatia. Nilisema katika jambo la kwanza, nikasema Mungu ameliweka kila taifa duniani liwe na nyakati zake na mipaka yake kutokana na kusudi aliloliweka kwenye taifa husika. Tulisoma pale na tukaona ya kwamba kila taifa lina nyakati zake. Hata Tanzania ina nyakati zake, sawa sawa namna ambavyo tulisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Tukaenda kwenye jambo la pili, nikakwambia katika ulimwengu wa roho nyakati ndizo huamua aina ya tukio kutokea. Nyakati ndizo zinazoamua aina ya tukio kutokea. Kwa hiyo kinachosukuma matukio kiroho, kinachosukuma matukio sio matukio, kinachosukuma matukio ni nyakati. Kwa hiyo nikakuhimiza ya kwamba Mungu sasa aliye roho, yeye anaangalia nyakati, haangalii matukio. Inapofika wakati wa tukio kutokea, Mungu anaruhusu wakati uliruhusu tukio liweze kutokea. Ndio maana wale waliokuwa wanaenda kwenda kumkamata Yesu walizuiwa na nyakati. Biblia imeandika hawakuweza kunyosha mikono yao kwa sababu saa yake ilikuwa haijaja bado. Biblia inasema ilipofika saa ya kumkamata, aliwaambia hii ndiyo saa yenu, halafu akawaambia ni saa ya giza. Na kuhimiza kama ukusikia vizuri, anasema hii ndiyo saa yenu, ni saa ya giza. Katika Luka takatifu ile sura 22 ule mstari wa 53 tulisoma kuanzia pale. Anasema hii ndiyo saa yenu, ni saa ya giza. Hii ndiyo saa yenu, ni saa ya giza. Na mimi nilikuhimiza pale kidogo ya kwamba hii ni saa ya giza iliyoruhusiwa kwa mtu mzuri. Ni saa ya giza iliyoruhusiwa kwa mtu mzuri. Kwa sababu hiyo basi, kuna saa au kuna nyakati ambazo zinaruhusu matukio mabaya kwa watu wazuri. Kama nyakati zinaweza zikaruhusu matukio mabaya kwa watu wazuri, vivyo hivyo nyakati zinaweza zikaruhusu matukio mabaya kwenye jamii nzuri. Vivyo hivyo nyakati zinaweza zikaruhusu matukio mabaya kwenye taifa zuri. Vivyo hivyo nyakati zinaweza zikaruhusu matukio mabaya kwenye familia nzuri, bila kujali hilo eneo ni zuri kiasi gani. Kuna aina ya nyakati huwa zinapokuja zimebeba matukio mabaya, lakini yale matukio ambayo yanaonyesha kwamba ni mabaya haimaanishi ya kwamba tu ni shetani ametaka tu yatokee. Hapana, ni nyakati zimeyaruhusu kwa sababu zimebeba kusudi la Mungu. Sije ukasahau Mhubiri ile sura ya 3, kwa kila jambo na majira yake na wakati wake, kwa kila kusudi, kwa sababu kusudi limefichwa ndani ya wakati, na wakati unaruhusu matukio yaweze kutokea. Kwa hiyo matukio yanayoruhusiwa kutoka kwenye nyakati yamebeba kusudi la Mungu aliye hai. Kwa hiyo bila kujali aina ya tukio linalotokea, mradi litokeze ndani ya wakati wake na limebeba makusudi ya Mungu, Mungu ataliruhusu. Hata watu wangepiga kelele kiasi gani, mradi kusudi la Mungu aliye hai liweze kutimia, liweze kutimia. Na tukaenda katika jambo la tatu, tukasema kuna aina ya matukio yanavyoruhusiwa ni mabaya, lakini yameruhusiwa.
naomba unisikilize kwa makini sana. Ninaomba katika jina la Yesu. Lakini katika jambo la nne, zingatia mpendwa, maana leo tutaanza jambo la 5. Nikakwambia Mungu akiruhusu janga kutokea katika jamii, huwa hanyamazi kimya. Anachokifanya, anaenda kwenye familia. Akienda kwenye familia, kwa sababu kinachosaidiaga kutekeleza maelekezo ya Mungu ni kile kiwango cha hofu ambacho kiko ndani ya mtu. Ile hofu ya Mungu ambayo inakuwa imeufunika moyo wa mtu ndio inayomsaidia aweze kupokea yale maelekezo. Tufungue tena kitabu cha Luka mtakatifu tafadhali, sura ile ya 4 kuanzia ule mstari wa 25. Tuanze kwenda hatua pale, muhimu sana, kwa sababu natamani tuombe zaidi na Roho Mtakatifu akuandae kwa ajili ya maombi. Luka mtakatifu sura ya 4, kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 4, tusome katika ule mstari wa 25. Sura ya 4 kile kitabu cha Luka mtakatifu, tusome ule mstari wa 25. Natamani wewe unafua, tunafuatana pia kwa pamoja. Kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 4 ule mstari wa 25, neno la Bwana linasema hivi: lakini kwa hakika nawaambia, huyo ni Yesu anaongea, lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Elia, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6. Pale anasema lakini kwa hakika nawaambia, kama tunafuatana, anasema lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli, palikuwa na wajane wengi. Naomba rudia nyuma yangu, sema palikuwa na wajane wengi. Asante, rudia tena, sema palikuwa na wajane wengi. Natamani turudie wote kwa pamoja, sema palikuwa na wajane wengi. Kama tunashirikiana, sema palikuwa na wajane wengi. Rudia tena mara ya mwisho, sema palikuwa na wajane wengi. Anaposema palikuwa na wajane wengi, palikuwa na wajane wengi, juzi nilikuambia, anaposema palikuwa na wajane wengi, huyu mjane ni mzazi. Ni ile tu kwamba mwenzake ameondoka, yeye amebaki peke yake. Kwa hiyo hajatuambia kwenye hizo nyumba za wajane wengi, hajatuambia kulikuwa na watoto wangapi, isipokuwa tunajua kwa habari ya mjane mmoja ambaye amemlenga yeye, ambaye alikuwa na mtoto mmoja, na wamebakiwa kidogo tu na mafuta, kidogo tu na unga. Na katika yale mazingira magumu, yule mjane akaanza kumweleza nabii juu ya hali waliokuwa nayo. Lakini hapa ninachotaka ukione cha kwanza, anasema palikuwa na wajane wengi. Ndio maana nimekuambia, rudia tena, palikuwa na wajane wengi, palikuwa na wajane wengi, palikuwa na wajane wengi. Hao wajane wanawakilisha familia zilizokuwepo katika nchi ya Israeli. Kwa hiyo Mungu alivyokuwa anafanya, alimtumia mtumishi wake nabii Elia. Yani wivu wa Mungu uliingia kwenye moyo wa mtumishi wake Elia. Kwa nini Israeli wamemtenda Bwana dhambi na wanaendelea na mambo yao? Wamekuwa na kiburi kwa sababu wana kila kitu, wamekuwa na kiburi kwa sababu wana chakula, wamekuwa na kiburi kwa sababu Mungu amewapa kila kitu. Mungu akaingiza ile hasira yake ndani ya mtumishi wake. Yule mtumishi wake akaenda akasimama mbele ya mfalme na akamwambia, hakutakuwa na mvua wala umande kwa miaka 3.5 isipokuwa kwa neno langu. Jana nilikuambia, juzi nilikuambia, nilikuwa nakuhimiza. Nafikiri mfalme aliona kama vile huyu anatania tu, atawezaje akakata mvua muda wa miaka 3.5 halafu hata kusiwepo hata na umande kabisa? Maana ilikuwa ni hasira kali. Sio tu kwamba anakata mvua, hakuna hata kuona umande. Maana yake Mungu ameachilia hasira yake juu ya watu ambao wamemtenda dhambi. Halafu mfalme hata akuuliza, kwa hiyo unaenda wapi sasa kwenda kujificha, ili kama likitokea lolote baya tukutafute? Hakutafuta hata address yake. Kiburi hicho. Nisikilize kwa makini mpendwa, nisikilize. Palikuwa na wajane wengi.
Hao wajane hizi ni familia, hao wajane hizi ni familia. Palikuwa na familia nyingi katika nchi ya Israeli, lakini ghadhabu ya Bwana imemwagwa kwenye taifa. Na utaona ukiwa unasoma, utakuja kugundua hii ghadhabu ya Mungu ilimwagwa ili Israeli wamrudie Mungu. Ndio Mungu alichokuwa anakifanya. Kwa hiyo tungekuwa tunazungumza kwa sura hii ya nyakati, tungesema hivi: tukio hili liliruhusiwa kwa wakati ili kutimiza makusudi ya Mungu, watu wamrudie Mungu. Unafikiria wakuwepo watu wa Mungu kipindi hicho? Wangetokeza wakufurukuta kuanza kuomba Mungu, tunaomba mvua inyeshe. Hainyeshi, hainyeshi. Kwa nini? Kwa sababu hasira ya Mungu imefunika taifa. Watu wamefanya dhambi, na Mungu anachokiangaliaga ni mioyo ya watu. Mungu hana tena nafasi ndani yao. Wakipata shida wanakimbilia kwenye miungu mingine. Tukiwa tunasoma pale utaona, angalia, anasema hivi. Anasema palikuwa na wajane wengi pale pale kwenye Luka Mtakatifu sura 4. Palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Eliya, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6. Nitakuja kuzungumza awamu ya pili wakati tunaomba maombi ya namna hii katika siku zitakazoendelea mbele, namna ambavyo anasema mbingu zimefungwa, lakini mbingu zinashirikiana na ardhi. Mungu anadistabu mahusiano hapo katikati ili wanadamu wamrudie Mungu kwanza. Anasema hivi katika mstari wa 26, wala Eliya hakutumwa kwa mmoja wapo ila kwa mjane mmoja wa Sarepta katika nchi ya Sidoni. Naomba uangalie yale maneno. Wala Eliya hakutumwa kwa mmoja wapo, wala Eliya hakutumwa kwa mmoja wapo ila kwa mjane mmoja wa Sarepta katika nchi ya Sidoni. Mungu wa ajabu sana. Janga limeshuka kwenye taifa zima, familia ziko nyingi, na yeye amesema kulikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli wakati ule. Lakini Mungu akaamua kumtuma nabii kwa mjane mmoja tu wa Sarepta wa huko Sidoni. Na Yesu anatuonyesha kwa nini Mungu achague familia moja kwenda kuitembelea. Katikati ya shida, Mungu ameamua kutembelea familia moja ambayo ilikuwa ina mama peke yake na mtoto katikati ya njaa. Fikiria mazingira ya uharibifu katikati ya nchi. Wewe hujasoma Biblia, unaweza ukamchezea Mungu, usijue tabia alionayo. Biblia inafundisha, nadhani kwenye kitabu cha Mika pale kama nakumbuka, anasema Mungu ni mwingi wa hasira lakini si mwepesi wa hasira. Kuna tofauti. Hasira anayo nyingi, ghadhabu yake ikianza kumwagwa unaweza ukashangaa. Ndio maana mahali pengine yule kuhani ambaye kuhani Eli, wakati kwa habari ya watoto wake walivyokuwa wamemkosea Mungu kwenye madhabahu, moja kati ya kitu ambacho alikifanya, alikuwa anazungumza, anasema mtu anaweza akamkosea mwenzake na mwenzake, au akamkosea nani, baadaye anaweza akarudishwa kwa Mungu. Ni nani ambaye anaweza akasimama mtu akimkosea Mungu? Nani atakusaidia? Tumhofu Mungu, tumhofu Mungu. Hofu yetu iwe kwa Mungu, kwa sababu yeye si mwepesi wa hasira, lakini hasira yake ikiingia kazini ni hatari. Amekuja ametembelea familia moja. Tukisoma hapa kwenye maandiko ndio unaona huyo mama, inaonyesha alikuwa anaomba kwenye familia, alikuwa anamlilia Mungu.
Mungu naomba utusaidie. Juzi nilikwambia kwenye Zaburi ya 68 anasema yeye Mungu ndiye muamuzi wa wajane. Huyu mama alikuwa anaomba, anamlilia Mungu. Kuna hofu ya Mungu kwenye nyumba, kwenye familia. Kuna tofauti ya kuomba ukijua kwamba una mahali pa kukimbilia, una akiba wakati wa njaa, kuna watu wanaweza kukusaidia. Kuna tofauti ya kuomba na wakati ambao unajua huna msaada wowote isipokuwa Mungu aliye hai peke yake. Mama huyu kwa maneno ambayo alimwambia nabii wakati anaomba, inaonyesha amemlilia Mungu kwamba Mungu, twende wapi katikati ya kipindi cha njaa kali namna hii? Tunaomba msaada wako. Mungu akaenda akamwondoa nabii eneo ambalo alikuwa amekaa amestarehe, anakunywa maji, analetewa na chakula na kunguru. Baadaye Mungu akahakikisha yale maji yamekauka na kunguru ameacha kuleta chakula. Ndipo yule nabii wa Bwana akapata neno la Bwana kwenda kwa huyu mama wa Sarepta ili aweze kumsaidia juu ya shida aliyokuwa anapitia. Nilichotaka ukipate hapo, Mungu analenga familia, akiona hofu ya Mungu kwenye familia. Hofu ya Mungu ya kutaka msaada wa Mungu. Na alipofika kwenye nyumba hii, tutaenda kuomba mbele za Mungu. Alipofika kwenye nyumba hii, Biblia inafundisha namna ambavyo baadaye akaomba maji. Huyo mama baadaye anaenda kwenda kumletea maji, akasema nifanyie mkate. Alipokuwa anataka kuenda kuleta maji, baadaye anasema hapana, nina unga kidogo na mafuta kidogo. Baadaye akamwambia neno la Bwana, akapata msaada wa Bwana, akavuka kwenye shida. Lakini kilichomvuta Mungu kuzitofautisha familia zingine na familia hii ni kile kiwango cha hofu waliokuwa nayo. Tunapozungumza neno la Mungu namna hii, usiwaze nyumba nyingine, usiwaze familia nyingine. Waza kwanza familia yako binafsi. Usije ukasahau tuko katika nyakati za hatari sana. Na hata maandiko yanafundisha ya kwamba katika nyakati hizi watu watakuwa wenye hofu, wakiwaza na kutazamia mambo ambayo yataupata ulimwengu. Mikiki kila mahali. Twende jambo la 5, jambo la 6. Naomba andike jambo la 6. Jambo la 6, asante kwa nayeandika. Omba Mungu aachilie hekima yake. Omba Mungu, na tutakwenda kumuomba Mungu hapa. Namaliza sasa hivi, twende kwenye maombi tukimwambia Mungu kwa ajili ya familia zetu. Omba Mungu aachilie hekima yake kwenye familia yako. Omba Mungu aachilie hekima yake kwenye familia yako ili kufanya maamuzi sahihi wakati wa majanga ya kijamii. Omba Mungu aachilie hekima yake kwenye familia yako ili kufanya maamuzi sahihi wakati wa majanga ya kijamii. Wakati wa majanga ya kijamii. Ndani ya hii pointi ya 6 nimetumia vidoti vidogo. Kidoti cha kwanza na kueleza kidogo juu ya hekima. Kidoti cha kwanza na kueleza kidogo juu ya hekima. Kwa hiyo ninapokueleza juu ya hekima, naangalia mstari wa kwanza kutoka kwenye kitabu cha Mithali sura ya 8. Asante kwa unayeandika. Mungu na akujalie zaidi. Mithali sura ya 8, ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 4.
Anasema, je, hekima alii? Ufahamu hatoi sauti yake? Juu ya mahali palipoinuka, karibu na njia, penye njia panda, ndipo asimamapo. Anasema karibu na malango, mahali pa kuingia mjini. Alafu anasema mahali pa kuyaingilia malango, anapiga kelele. Mstari wa 4, enyi watu, nawaita ninyi, na sauti yangu ni kwa wanadamu. Ukisoma hii sura utashangaa humu ndani kwenye Mithali, kwa sababu ni kama Mungu anahimiza mwanadamu, anamwambia tafuta hekima itakusaidia, tafuta hekima itakusaidia, tafuta hekima itakusaidia. Na hekima ameelezwa kama mtu, maana ni Yesu Kristo mwenyewe anaeleza, anasema jamani, hekima anaita. Kuna wakati utafika kwenye shida, utanihitaji mimi hekima, lakini mimi sasa ambaye ni hekima unaweza kunipata wakati huu. Lakini anaeleza hapo kidogo kwenye hiyo sura ya 8, anasema hekima mara nyingi anasimama njia panda ili uweze kumpata. Anasimama njia panda, angalia, anasimama njia panda. Kwa sura nyingine au kwa maana nyingine, hekima huwa inakusaidia wakati wa kufanya maamuzi unapokuwa njia panda. Hekima ni kwa ajili ya maamuzi. Juzi nilizungumza kidogo. Kuna hekima ya kibinadamu, kuna hekima ya shetani, na kuna hekima ya Mungu. Hii tunayozungumzia ni hekima ya Mungu. Vyote ni kwa ajili ya maamuzi. Kuna hekima nyingine wewe utakuwa unaona tu. Kuna hekima nyingine mtu anaweza akawa nayo, inasaidia unaona kwenye maisha kwa jinsi ya kawaida, katika mazingira ya kawaida. Kwa mfano kwenye masuala ya kiroho, picha mojawapo ya ufanyaji kazi wa hekima utaona labda kwa mfano pengine ni watu wazima, natolea tu mfano kwenye hilo jambo. Wakiona kuna jambo jipya limetokea, hawana uhakika nalo, watu wazima wanajizuiaga kulisema haraka. Utakuta wanasema acha tujipe muda. Ile ni hekima ya kutoka kwenye maandiko. Hata kiroho liko hivyo hivyo. Kuna vitu vingine kiroho, kama una uhakika ni Mungu au ni shetani, usifanye haraka kutukana, utajikwaa. Hekima ya utu uzima ni kunyamaza kimya, unajipa muda, wanaita longevity. Hata kwenye huduma ni hivyo. Watu wazima hawapokeagi mtu haraka haraka, sema jamani mimi nina fire, piga fire moto. Wameona vingi. Kwa hiyo ukija unalukaluka sarakasi, wanakuangalia. Wanafananisha na kijana aliyewahi kutokeza kama wewe miaka fulani. Usifikiri wewe ni mpya. Kabisa, hata kwenye Biblia ipo. Kuna kipindi fulani wakina Petro walikuwa wamekamatwa, wanahubiri injili. Wale wakuu wa makuhani wakawakamata. Nani aliyewaambia muhubiri kwa hili jina la Yesu? Tena walikuwa wanaogopa kusema jina la Yesu, wanasema kwa jina hilo mbona tumewakataza msikii? Alikuwepo baba mmoja, alikuwa mwalimu wa sheria ambaye pia amemfundisha hata Paulo darasani. Alikuwa anaitwa Gamalieli. Sijui kwa nini walimuita Gamalieli. Gamalieli manake matapishi. Wakati wanataka kufanya maamuzi, wakina Petro wako mbele yao. Moja kati ya kitu ambacho kilitokea, kwa sababu wale wakuu wa makuhani wanataka kuwapiga viboko, wanataka kuwasimisha kwa haraka. Huyu baba anaitwa Gamalieli, alikuwa na wisdom, alikuwa na hekima. Unajua kitu alichokifanya kwenye kikao? Akamwambia subiri kidogo, watoeni nje wakina Petro. Biblia inasema wakawatoa nje. Walipowatoa nje, akabaki nao kwenye kikao, wale ambao alikuwa nao ndani ya kikao. Akawaambia kwenye jambo hili msifanye haraka. Waliwahi kutokea watu kama wakina Paulo. Akamtaja mtu mmoja alikuwa anaitwa Theuda, akasema aliwahi kuvuta watu wengi sana, alikuwa na ushawishi, wanamfuata nyuma yake. Lakini kiliishia wapi? Tulimpa muda, baadaye tukagundua hana kitu chochote cha maana. Hata hawa na wenyewe pia
wapeni muda kwanza. Hiyo ni wisdom. Wapeni muda kwanza, wapeni muda kwanza, msije mkaonekana mnapigana na Mungu aliye hai. Kwenye masuala ya kiutu uzima wanasemaga jipe muda kwanza. Ndio maana hata kwenye kuoa na kuolewa, mmoja kati ya hekima ya Roho Mtakatifu ambayo Mungu atakupa wewe ambaye unaingia kwenye kuoa au kuolewa ni swala la kujipa muda. Kuna aina ya tabia hutaiona wakati unaomba, kuna aina ya tabia utaiona as time goes, kadri muda unavyozidi kwenda. Hiyo ni wisdom from above. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, nasema jina la Bwana libarikiwe. Kanisa nasema jina la Bwana libarikiwe. Mimi nimenyosha mkono, nasema jina la Bwana libarikiwe. Kama uko mbele za Bwana unaelewa, sema amen. Ndio hekima. Kwenye maamuzi hekima itakusaidia. Mstari mwingine wa hekima, naomba uangalie Yakobo sura ya 1 mstari wa 5. Nitafanya haraka hapa, namaliza sasa hivi tuweze kuingia kwenye maombi na tutamuomba Mungu atusaidie. Na ninaomba ombi hili la familia katika ngazi hii ya ulinzi wa familia katika kipindi cha majanga. Mungu atunze familia zetu. Tutaenda nalo tukianza leo na kesho tena tutaenda nalo. Tunafanya hili ombi, tunaenda nalo, tunamlilia Mungu, ndipo tunaingia kwenye neno la Bwana. Na kesho kutwa tunamlilia Mungu, ndipo tunaingia kwenye neno la Bwana. Kitabu cha Yakobo sura ile ya 1 ule mstari wa 5. Watoto tulia, watoto tulia. Yakobo sura ile ya 1 ule mstari wa 5. Naomba uangalie pale tafadhali. Asante kwa tunayefuatana. Kitabu cha Yakobo sura ya 1 ule mstari wa 5. Mstari wa 5 unasema hivi: lakini mtu wa kwenu amepungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Nitutaka ukione pale, hekima huwa inaweza ikapungua, hekima inaweza ikaongezeka. Usikiaje wanasema yani huyu mtu mzima lakini hana hata hekima. Wakiona matendo, wakiona maneno, umetoa neno mahali pasipotakiwa na unaona uko sawa sawa tu, baadaye wanasema amekosa hekima huyu. Maamuzi unayofanya utakuta nasema kakijana haka ni kadogo lakini kana hekima, kako vizuri. Unajua uko unasema nika kijana lakini utafikiri kama mtu kazima. Na watu wazima wanaelewa. Ukiona watu wazima wamemkaribisha kijana mdogo, wanamweka karibu, ujue kuna chembe chembe za hekima kwa kijana. Sio vyepesi. Kuna lugha wao wanaongea, na kuna maneno hawasemi. Mtu wa kwenu amepungukiwa na hekima, na aombe. Cha pili, kama hekima inaweza ikapungua au ikaongezeka, cha pili, hekima inaweza ikaombwa na ikapatikana kwa Mungu, na aombe. Kwa hiyo na sisi tutaenda kwenda kuomba hekima. Hekima inasaidia nini? Maamuzi. Unajua kwa nini unakuwa njia panda? Saa nyingine unashangaa, mmefika mazingira ni kipindi kigumu. Wewe fikiria kwa jinsi haraka haraka na kueleza mistari mingine. Fikiria kile kipindi familia ya kina Yusufu na Mariamu, mtoto anawindwa, kashikashi imekuwa kubwa, Herode anaua watoto. Kwa hiyo kuna roho ya mauaji kwenye mji. Wazazi wameshikwa na kiwewe, hawaelewi wafanye nini. Mungu ndio anasaidia watu kwenye maamuzi. Hekima inakuwa msaada kwenye nyakati kama hizo. Wakati ambao unajiona una amani, una furaha, huwezi kuona umuhimu wa hekima. Lakini nakuambia ikishafika wakati ambao unahitaji kufanya maamuzi, uko kwenye pressure, mambo ni magumu, uko kwenye pressure, huko unalazimishwa kufanya maamuzi. Wakati huo unapotaka kufanya maamuzi, huelewi maamuzi yapi ni sahihi, hekima
Hekima ndio huwa anasema nilikuita wakati ambao ulikuwa una amani, lakini haukunisikia. Hekima ndio huwa anamsaidiaga mtu saa hiyo, saa ambayo yuko njia panda, saa ambayo hajielewi hata afanye, yuko kwenye mazingira ambayo ni magumu, yuko kwenye bumbuazi la moyo. Hekima ndio huwa anatoa msaada mahali pale. Hekima. Wewe unafikiri ni kitu chepesi? Wakati ule watoto wanauawa. Mtoto akizaliwa wa Kiebrania anauawa, na wale wazalishaji wamepewa maelekezo, uweni, wamepewa maelekezo na mamlaka. Kama sio hekima ya Mungu ya kuwapa akili, huyu mtoto azaliwe tu. Sasa tumweke wapi? Kamfiche. Kuna wakati kujificha ni hekima. Unakataa. Hata siku moja Paulo alijificha, alisema niwekeni kwenye kapu, wataniua. Kujificha sio woga. Kuna wakati wakamchukua mtoto wakaenda wakamficha kwenye kakikapu. Yesu mwenyewe, Mungu anawaambia Yusufu na mama yake, chukueni mtoto, kimbilieni Misri. Wanakimbia. Ni maamuzi hayo. Maamuzi ya nini? Ya kifamilia. Nazungumzia maamuzi ya kifamilia, maamuzi ya kifamilia, maamuzi ya kifamilia. Jamani, namaanisha hivi, kukisha vurugika kwenye juu zaidi, Mungu anashukaga chini kwenye uongozi wa kifamilia. Aheri kama unaelewa. Akishuka huku anatoa maelekezo. Kwa nini nataka kusema kile kipindi wakati Herode anamtafuta mtoto Yesu, hawakuwepo wengine ambao wanaomba? Ndio maana anayetakiwa kusikilizwa ni Roho Mtakatifu. Mungu tupe hekima. Unakaa chumbani unamlilia Mungu tupe hekima, tusaidie namna ya kufanya. Hekima itakusaidia kwenye maamuzi. Kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 1 mstari wa 10, andika tu. Suleiman alikuwa ameomba hekima. Hiyo andika, tunataka nikimbilie kwenye kipengele kingine. Aliomba hekima ili ajue namna ya kutoka na kuingia. Hayo ni maamuzi. Hayo ni maamuzi. Mungu ataweka hali nzuri ya maamuzi, wapendwa. Mungu hapendi mwanadamu aangamie. Ukisoma saa nyingine maandiko utashangaa machozi yanatoka kuangalia moyo wa Mungu. Anasema kwa maana moyo wake hapendi kuwatesa wala kuwahuzunisha wanadamu. Ndivyo anavyosema kwenye kitabu cha Maombolezo. Mungu akiona watu wanalia, ujue moyo wake umeumia. Huruma yake ni ya ajabu sana. Ndio maana kwenye kitabu cha Hosea akasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Katika wakati wa amani, Biblia inasema ndio wakati wa kujiandaa na silaha, wakati wa amani. Ukipewa kipindi ambacho unaona ni kipindi ambacho hamko kwenye majanga, hamko kwenye njaa, hamko kwenye hiki, hamko kwenye mafuriko, hamko, ndio kipindi cha kujitengeneza. Unatengeneza silaha wakati huo. Hiyo inaitwa hekima. Nakupa hii mifano ili nisogee mbele. Wakati Mungu anataka kuangamiza nchi, alienda pia kwenye familia ya Nuhu. Aliwapa maelekezo juu ya namna ya kupona. Mungu anapotaka kupiga jamii kwa pigo ambalo ameliruhusu kwa makusudi yake, hapigi kwa ujumla. Anashuka chini kwenda kuzungumza na watu, alafu halazimishi. Nina imani mama wa Sarepta atakuwa alipewa maelekezo kabla na Mungu, lakini hakumwelewa.
wakati kabla mvua haijakata, kwa sababu kama alikuwa na mahusiano na Mungu kiasi cha kuweza kumsikiliza mpaka Mungu anamwagiza kwamba nabii wangu atakuja kwako kula chakula. Huyu mama alikuwa na mahusiano ya ndani na Mungu. Inawezekana kabla ya njaa kuanza, Mungu alimwambia, alikuwa anampa maelekezo. Kuna somo lingine watu tunazungumza habari za mawazo. Inawezekana Mungu alikuwa anamuingizia mawazo na hekima. Hekima ya nini? Hekima ya kuweka akiba, kwamba huko mbele kuna njaa mwanangu, usije ukapata shida huko mbele. Na mara nyingi atapita kwenye mawazo. Ukiona mawazo yanakuja mapya, ujue kuna kipindi kipya mbele. Usidharau mawazo mapya, usidharau. Mungu ni wa huruma. Huwa nasoma nasema, huyu mama lazima alipewa maelekezo kabla, lakini hakuweza kujua wala kutii. Lakini asante Mungu kwamba tunaye Mungu anayetoa nafasi ya pili. Oh, haleluya! Jamani, nasema haleluya. Niko na mtu hapa, haleluya. Jamani, tuko pamoja, haleluya. Mungu anampa nafasi ya pili, pamoja na kwamba janga la njaa limefika. Mama akawa na hofu ya Mungu, ya kumlilia Mungu. Usikate tamaa, hata kama unaona umefika mahali pagumu, katikati ya shida ndio imeshafika. Mungu hajafa, yuko hai, atakusaidia. Hata kama mara ya kwanza ulikuwa umekosea, umechelewa kufanya maamuzi, tunaye Mungu wa huruma. Tunapoanza kumwomba kwa mara hii, tunaanza kuomba rehema na toba, kwamba naomba unirehemu Bwana. Jamani, ndani ya damu ya Yesu kuna mlango ambao Mungu anatukubali. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana pia hata jioni ya leo tunataka tumlilie Mungu. Na mimi ninaomba katika Roho Mtakatifu ya kwamba Mungu akuumbie hiki kitu ndani, kiwe na nguvu ndani yako, uweze kupata hata nafasi ya kuomba. Unaomba muda mwingine mara kwa mara, hata unapotembea njiani. Mungu, sielewi huko mbele kukoje. Mungu, fungua njia. Mungu, tengeneza mazingira. Saa nyingine unashangaa ni janga limetokea, sio kukuathiri moja kwa moja, lakini inaathiri hali yako ya uchumi. Fikiria una bidhaa zako, alafu mifumo imecollapse, mambo haeleweki. Hata hiyo bidhaa ambayo unayo, saa nyingine unashangaa ni bidhaa ambayo haitakiwi ikae muda mrefu. Unashangaa umewekeza pesa nyingi, kwa hiyo unajikuta unapata hasara. Kwa nini? Kwa sababu ya mazingira ya mifumo yameharibika. Kwa nini tusimuombe Mungu aliye hai ili Mungu atusaidie? Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine utakuta bado inaathiri familia yako. Tumuombe Mungu. Na yeye amesema tukipungukiwa na hekima tumuombe. Kwani tunajificha kwa Mungu? Tumepungukiwa na hekima, twendeni tukamuombe Mungu aliye hai ili Mungu atusaidie. Na atatusaidia. Ndio maana siku ile wakati anataka kuangamiza Sodoma na Gomora, Mungu ni wa huruma. Alimwita Ibrahimu. Si unakumbuka kwenye sura ya 18 Ibrahimu alikuwa na urafiki na Mungu. Kwenye kitabu cha Mwanzo, usifungue, alikuwa na urafiki na Mungu. Mchana wakati yuko anatafakari, amekaa na tafakari mchana, na wale watu walikuwa wanafanya tafakari kwa namna ya ndani, katafakari, ghafla macho yakafunguka. Macho yalipofunguka, akaona watu watatu wanakuja mbele yake. Wale watu wanatembea, wanakuja, mmoja hapa. Afu alipoangalia vizuri, akagundua yule wa katikati, akagundua tofauti zao, akakimbia. Biblia inasema akapomoka kiusouso, akainama chini hivi, akasujudia, akaanza kuongea nao. Baadaye kama anaongea na mmoja, baadaye ni kama anaongea na wawili, baadaye ni kama anaongea na mmoja, baadaye ni kama anaongea na wawili. Wengine wanaeleza, anasema pale ilikuwa ni Mungu mwenyewe amekuja, lakini pamoja na malaika wawili. Baadaye wameongea na Mungu, ameongea. Ibrahimu alikuwa hataki Mungu aondoke haraka. Baadaye akamwambia, ikiwa nimepata kibali mbele zako, naomba na yaletwe maji mnawi miguu. Nilikuwa najiuliza, nasema Ibrahimu, unataka umnawishe Mungu miguu? Mungu akamruhusu, akafanya haraka, yakaletwa maji, akanawa miguu. Ushirika ule. Baadaye tena akasema, samani, naweza nikaleta na chakula mkala?
Mungu akamruhusu, nenda akatengeneza. Akakimbia akamwambia Sara, akahimiza vipimo, akahimiza, akachukua si mwana kondoo aliye mzuri lakini aliyenona, akamchukua, wakapika akaleta. Biblia anasema wale watu watatu, maana amewataja kwa sura ya watu, anasema wakakaa chini ya mti wakawa wanakula. Ibrahimu anawaangalia. Fikiria ushirika, umepika chakula kwenye lisufuria lako lichafu la duniani, unampa Mungu wale, unamwangalia yuko chini ya mti. Utavumilia kuangalia hivyo? Unampa Mungu wale. Mungu alipokula, ule ni mfano wa sadaka, ndio maana ilikuwa lazima alete aliyenona. Alipokula, kwa sababu Mungu akishakula sadaka huwa ni chakula chake, huwa anasemaga, akishaguswa anasema. Ndio baadaye akasema, yuko wapi Sara mkeo? Nimeshiba sasa. Ndio akasema yuko huko amekaa. Unajua alisemaje? Sema, unajifanya huna ombi lolote, mwakani majira kama haya atapata mtoto. Naye Sara alikuwa amekaa kule hemani, akacheka kile kicheko cha moyoni. Tafikia mfanya, Mungu ajui nilivyokaa sina mtoto muda mrefu hivi. Na baadaye aliulizwa, aliambia, Sara umecheka? Akasema, sikucheka, amembishia Mungu. Hivi unatafakari? Anambishia Mungu. Ina maana Mungu kadanganya. Na Mungu alivyo mzuri na kutazamisha tabia yake, akusema, Sara umecheka, niambie umecheka au hujacheka, nitakusaba kibao hapa. Mimi Mungu naweza nikadanganya? Sema ukweli. Mungu akusema. Sara alikataa, alisema sijacheka, na Mungu amemwacha. Mungu ni wa huruma. Mungu ni wa huruma. Mungu anakupenda hivyo hivyo ulivyo. Sema amen. Sema tena amen. Anayajua madhaifu tulio nayo, anayajua. Sasa pale si alikuwa yeye pamoja na malaika wawili kwenye sura ya 18. Walipomalizana na Ibrahim, yeye aliye hai akaondoka. Kwenye sura ya 19 anasema wale malaika wawili ambao walikuwa wameambatana naye, sura ya 19, ndio wamerudi kwa ajili ya kupiga kiberiti Sodoma na Gomora. Nikawa nasema, kwa nini Mungu hakurudi? Moyoni mwangu nikasema, Mungu ana huruma. Apendi kuona mtu aliyemuumba akiteketea. Hapendi. Anapopita kwenye mambo mazito magumu anaumia. Mungu anaumia zaidi. Wale malaika ndio wakarudi. Unajua kwa nini malaika wamerudi? Eneo lingine nilikuwa natazama, malaika hawana nafsi, ndio maana wao hawezi kuokoka, hawana hisia, wakikuchoma wenyewe wala waumii. Ndio maana sehemu nyingine Musa alimwambia, uwepo wako uende pamoja nasi. Mungu anasema, nimesema mtaenda na malaika. Anasema, hao na wajua, hao wanaweza wakatugeuka njiani. Tunataka wewe una huruma. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, nasema jina la Bwana libarikiwe. Hekima ya Mungu. Mstari mwingine utakaosoma ni kwenye Isaya sura ile ya 11. Isaya sura ya 11. Mimi nataka nimalizie hapo, twende kwenye maombi. Isaya sura ya 11 mstari wa 2. Anataja kwa habari ya roho 7 za Mungu. Roho moja anaitaja roho ya hekima na ufahamu. Roho ya hekima na ufahamu. Hujawahi kuona mko kwenye shida imetokea ghafla, mambo haya acha kabisa. Nilikuwa naelezwa habari moja na mdogo wangu kule Mbeya. Anasema, baba, sasa natuweza ndani kwenye familia. Anasema, mdogo wetu fulani, naye ni ndugu yetu. Anasema, maana nilikuwa naambia, vipi huko mko salama? Anasema, tuko salama. Nikamwambia, mmepona haya mambo yaliyotokea kwenye nchi? Akasema, tumepona. Ndio akanisimulia habari ya mtoto wetu mmoja ambaye kashikashi ilipoanza, anakaa Uyole, wale ambao wanafahamu Mbeya, anakaa Uyole, akajikuta ghafla yuko Ileje. Unaita mchezo nini? Ileje ni mbali. Hapa tunacheka kwa sababu tunaelezana, usifikiri kitu chepesi. Kurudi ilibidi wao ndio watume usafiri umfuate. Kwenda ameendaje? Wao wanafanya mchezo. Kule ndio wanapiga, wanasema ameshafika huku.
Kafikaje? Yeye mwenyewe haelewi, anachojua kapona. Si kikubwa kapona. Wafikiri mchezo. Nyosha mkono hivi, sema Roho Mtakatifu. Achilia sauti yako, sema Roho Mtakatifu, ninaomba hekima yako kwa jina la Yesu. Ninamaanisha, sema kwa jina la Yesu, ninaomba hekima yako. Tuko wengi, sema ninaomba hekima yako jioni ya leo. Sema kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu, sema amen. Katika hilo jambo la 6 weka kidoti cha pili. Tunataka tuiangalie familia moja nyingine hapa, alafu namalizia familia nyingine, tunaingia kwenye maombi, tumlilie Bwana. Kidoti cha pili kwenye hilo jambo la 6. Hapa tunaangalia mfano wa familia ya Yakobo. Mungu aliachilia hekima kwa baba wa familia. Kitabu cha Mwanzo sura ya 42 mstari wa 1 na sura ya 41 mstari wa 53. Ukifungua hapo, naomba unisikilize kanisa, tufuatane, ni jambo la muhimu sana. Utakumbuka siku uko kwenye pressure, unahitaji kufanya maamuzi. Usije ukaomba, Mungu naomba nijikute niko eneo fulani. Kitabu cha Mwanzo sura 42 mstari wa 1. Sura 42 sura ya 42 mstari wa 1. Kama umepata kanisa, naomba nikusikie ukisema amen. Asante sana kwa tulio pamoja, Mungu awabariki. Sura ya 42 mstari wa 1, neno la Bwana linasema hivi: basi Yakobo akaona ya kuwa kuna nafaka katika Misri. Yakobo akawaambia wanawe, kwa nini mnatazamana? Mambo yalikuwa magumu. Unajua kwa nini mambo yako magumu? Ukisoma kwenye sura ya 41 kuanzia mstari wa 53, ni njaa imetokea dunia nzima. Dunia nzima. Ila kuna taifa moja walikuwa na akiba, kwa sababu ya mtu mmoja alikuwa na hekima bila kujua kwamba ni mtoto wake, na hekima ndio imemsaidia na imesaidia taifa. Wametunza chakula katikati ya kipindi cha njaa. Kwa hiyo mtoto alikuwa na hekima ya akiba kule, lakini baba huku amekuwa na hekima ya kimaamuzi ndani ya familia juu ya kitu cha kufanya wakati wa njaa. Na kwa nini nasema hii ni hekima ya Mungu? Hii haikuwa maamuzi ya kawaida. Zingatia mpendwa, zingatia. Ndio wakati ambao Mungu yuko kwenye mchakato wa kulihamisha taifa la Israeli, analiingiza kwenye taifa la Misri ndani. Kwa hiyo maamuzi haya ambayo ukisoma katika sura 41 ule mstari wa 53 pale, haraka haraka anasema miaka ile 7 ya shibe ikaisha katika nchi ya Misri. Ikaanza kuja miaka ile 7 ya njaa, kama vile Yusufu alivyosema, kukawa na njaa katika nchi zote, bali katika nchi ya Misri palikuwa na chakula kwa sababu ya hekima yake. Na nchi yote ya Misri ilipoona njaa, watu walimlilia Farao awape chakula. Farao akawaambia Wamisri wote, enendeni kwa Yusufu, atakavyowaambia fanyeni. Njaa ikawa katika dunia yote pia. Hayo maneno ya mahimizo, njaa ikawa katika dunia yote pia, njaa ikawa katika dunia yote pia. Imeruhusiwa njaa. Yusufu akazifungua gara zote, akawauzia Wamisri. Njaa ikawa nzito katika nchi ya Misri, njaa ikawa nzito katika nchi ya Misri, njaa ikawa nzito katika nchi ya Misri. Watu wa nchi zote wakaja Misri kwa Yusufu ili wanunue nafaka, kwa sababu ya njaa imekuwa nzito katika dunia yote. Ndio unakuja mstari wa 42, tunaona athari ya janga la kijamii kwenye familia na hekima ya maamuzi
ile hekima ya kimaamuzi ilishuka kwa kiongozi wa familia. Namalizia, zingatia, nimekwambia hivi Mungu ni Mungu anayejali masuala ya uongozi duniani. Akiona mambo yamevurugika mahali anashuka chini, akiona mambo yamevurugika mahali anashuka chini, ni kawaida yake. Ndiyo maana akiona na familia imekataa, anashuka chini kwa mtu mmoja mmoja. Njaa imetokea, hekima ya Yusufu imewasaidia taifa, wametunza chakula. Unakuja kwenye familia alikotokea Yusufu, Yakobo anawaambia wanawe, kwa nini mnatazamana katika kipindi cha njaa? Anafanya maamuzi. Hii ni hekima ya Mungu. Ni sawasawa na yale maamuzi ambayo baba yake Daudi, Yese, alikuwa anamwambia mtoto wake, nenda kawatazame wenzako vitani wanaendeleaje. Sio maamuzi ya kawaida. Unamtuma mtoto mdogo unayempenda, ulikuwa unamwambia akachunge kondoo, unamwambia ende vitani. Yale sio maamuzi ya kawaida. Ni Mungu alikuwa anaingilia kati, anataka amtambulishe Daudi huko nje kwa ajili ya kusudi la Mungu. Kwa hiyo kuna sauti ya Mungu na hekima ya Mungu ilikuwa inapita kwa mzazi bila mzazi kujua. Anafikiri yeye anafanya maamuzi, kumbe ni hekima ya Mungu inamwambia peleka mtoto, peleka. Unajua kwa nini nakwambia ilikuwa ni hekima ya Mungu? Kwa sababu baba anamtuma mtoto, nenda kawaangalie kaka zako. Kaka zake wanalalamika, tunajua umekuja kuitazama vita. Kwa hiyo baba na watoto wale, watoto wakubwa, kama ni kwenye eneo la kumtuma Daudi vitani, wangetofautiana kwenye maamuzi, kwa sababu baba anasema nenda kawaangalie wenzako vitani. Daudi amefika vitani, kaka zake wanasema tunajua wewe mgomvi, umekuja kuvitazama vita. Yeye anakosa gani? Sikatumwa na baba. Ile ni hekima. Hekima. Hekima nini? Ya familia. Hekima kwenye familia. Ndio maana wapendwa, tunapoenda kuomba, tumlilie Mungu, tumwambie Mungu, tunakuomba utusaidie. Vipindi vya giza viko vingi mbele, na kila vinapotokea Mungu anakuwa na majibu. Saa hii baba amewatuma watoto wake na akamwacha mmoja abaki nyuma. Amewatuma watoto wake wakanunue chakula, wameenda kule. Na unakumbuka jinsi walivyokutana na Yusufu. Yusufu amegundua kwamba ni ndugu zake. Unakumbuka aliwawekea na pesa zao mpaka kwenye yale magunia, akashonea tena akawarudishia. Baadaye akawajaribisha, akasema nyinyi ndio mmeiba pesa zangu. Amewajaribisha mara mbili mara tatu, anasema na yule mdogo kamuiteni, mleteni. Kumbe anajisema mwenyewe. Ni Mungu alikuwa anawakutanisha ndugu, lakini alikuwa na bado yuko kwenye mchakato wa kuhakikisha hili taifa linaingia kwenye hili taifa lingine, mpaka baadaye alipokuja tena kuwatoa taifa ndani ya taifa kwenye kitabu cha Kutoka ile sura ya 12. Na malizia la mwisho sasa, la mwisho kabisa ni la 6, si ndio? Jambo la 6, la 7. Asante. Au kuna wengine wameandika la 6? Ni la 7, si ndio wapendwa? Asante. La 7, omba ulinzi wa Mungu kwenye familia yenu. Jana nilikupa mfano kwa haraka hapa, yule baba ambaye kumetokea vita kule Uingereza. Hiyo imani sio mchezo. Vita inaendelea kwenye taifa wakati wa vita vya pili vya dunia. Mabomu yanapigwa, nyumba za watu zinapigwa. Baba ndio anasema neno la kwanza kwa familia, asitoke mtu nje, damu ya Yesu itatulinda. Kwani jambo jepesi hilo mwalimu? Na kizazi hiki cha sasa hiki unasikia nje mko ndani unasikia dirishani, bado unamwambia baba wamepigia dirishani hapa. Baba anasema damu ya Yesu itatulinda. Eti utamwelewa baba? Sasa baba hatupendi huyo. Sio mchezo.
ameweka imani ndani ya damu ya Yesu, lakini juu ya ulinzi wa familia wakati wa majanga. Nyosha hivi mkono, mambo mengine tunayafanya hapa. Sema, Mungu Baba, kwa jina la Yesu ninaomba ulinde familia yangu. Sema, kwa damu ya Yesu. Sema, kwa damu ya Yesu. Maanisha, sema, kwa damu ya Yesu, kuanzia sasa na katika nyakati zinazokuja mbele yangu. Sema, kwa jina la Yesu. Sema, kwa jina la Yesu. Siwaoni wanaomaanisha. Sema, kwa jina la Yesu. Sema amen. Aliomba ulinzi kwenye familia, na kwa mujibu wa maandiko ulinzi inawezekana kwenye familia. Kivipi? Tukisoma kwenye kitabu cha Ayubu kwanza 1 mstari wa 10. Ayubu alikuwa anafanya maombi. Nisome hiyo mstari kwa ndio namalizia hii mstari, tuingie kwenye maombi. Ni vifungu viwili tunamalizia sasa. Kitabu cha Ayubu sura hiyo ya kwanza ule mstari wa 10. Alikuwa anaombea familia yake huyu baba. Anaombea, nilikuonyesha jana kidogo. Sura ya kwanza ule mstari wa 10. Sura ya kwanza ule mstari wa 10. Angalia. Anasema hivi. Tuanzie wa 9. Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yuamcha Bwana bure? Ndiye anasema, wewe ukumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake. Maana yake amelinda na nyumba, pamoja na vitu vyote alivyo navyo. Maana yake shetani ameenda kwanza kwenye nyumba, kaona Mungu amelinda, kaenda kwenye vitu alivyo navyo. Ndio maana saa nyingine unaweza kulindwa wewe ukawa na afya njema, mradi wako unakufa. Zingatia. Alafu anasema kazi za mikono yake umezibarikia. Maana yake alienda mpaka kwenye kazi za mikono. Hujawahi kuona mtu kaokoka anafuga kuku wote wanakufa? Nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Lakini anasema wewe ukumzingira kwa ukigo, ukumzingira kwa ukigo, ukumzingira kwa ukigo. Ukisoma katika mstari wa 5, alikuwa na maombi. Basi ilikuwa hapo siku hizo za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao akawatakasa. Kisha akaamka asubuhi na mapema kusongeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa. Alikuwa anaweka sadaka kulingana na watoto, sio sadaka za jumla jumla. Alikuwa anafanya yeye, akimtaja huyu mtoto anaweka na sadaka yake. Akimtaja huyu mtoto anamwambia Mungu, nilindie na huyu peke yake, nilindie na huyu peke yake, nilindie na huyu peke yake. Si kwamba Mungu asikii ukisema linda familia yangu, anasikia, lakini Mungu anaangalia sana hali ya moyo ulionayo. Kuna ulinzi wa pamoja, kuna ulinzi wa mmoja mmoja. Alipokuwa anaombea watoto wake katika ulimwengu wa roho, zingatia, tunamalizia, Mungu alienda akazungusha wigo, analinda familia. Kwa hiyo wigo ukawa umezunguka familia. Shetani, Biblia anasema ni kama simba ungurumaye akitafuta mtu ammeze. Kwa hiyo wanazunguka zunguka. Saa ile Mungu anamuuliza umetoka wapi? Kaficha maneno mengine, kasema nimetoka kuzunguka zunguka, kumbe kapitia nyumba ya Ayubu. Kwa hiyo inamaanisha inawezekana kwenye familia zingine alifika, inawezekana alizipiga. Inawezekana kwenye familia zingine alipofika hawezi kuacha kwamba nitakuja next time. Akishakuta chance, kwenye chance hiyo moja mlango umefunguka, anapiga, anamaliza. Ndio baadaye anamwambia hujamuona Ayubu? Ni kama anasema umeona familia yake? Anasema na pale nimepita, lakini pale nishindwa kuingia. Kwa nini? Nimekuta umezungusha ule wigo, umeizunguka familia yake, wote wako ndani. Nimejaribu hata kwenye nyumba yake, na yenyewe unailinda. Vitu vyake na venyewe unalinda, na mali yake na yenyewe inaongezeka, vyote unalinda. Umezungusha wigo katika ulimwengu wa roho, hata pa kuingilia nimeshindwa.
Nyosha hivi mikono, sema Roho Mtakatifu, sema kwa jina la Yesu, sema tena kwa jina la Yesu, maanisha sema kwa jina la Yesu, ninaomba uzingile familia yangu kwa jina la Yesu, kwa wigo wako. Sema kwa jina la Yesu, tuepushie majanga katika siku za usoni. Sema kwa damu ya Yesu, sema kwa damu ya Yesu, sema kwa damu ya Yesu, sema amen. Haleluya. Mstari wa mwisho, Zekaria sura ile ya 2 mstari wa 5. Huyu nabii wa Bwana alikuwa anaona maono, malaika ameshika kamba anapima mji wa Yerusalemu. Baadaye anapoulizwa unapima huo mji wa nini? Akasema kuna kitu nataka nifanye huko kwenye mji wa Yerusalemu. Kitabu cha Zekaria. Zekaria sura ile ya 5. Nafikiri nyuma kidogo ya Malaki pale. Sije kaanza kutafuta kwenye kitabu cha Mwanzo. Sura ya 2 mstari, ukisoma vizuri pale angalau kuanzia kwenye mstari wa kwanza utapata hiyo picha. Nisome, naomba nisome tu pale alafu nimalizie mstari wa 5. Kisha nikainua macho yangu nikaona, na tazama, mtu mwenye kamba ya kupimia mkononi mwake. Ndipo nikasema unakwenda wapi? Akaniambia nakwenda kupima Yerusalemu nione upana wake ulivyo na urefu wake ulivyo. Ila Mungu wa ajabu sana. Eti Mungu anapima mji wa Yerusalemu aone upana wake ulivyo na urefu wake ulivyo. Unafikiri alikuwa hajui? Wakati anaweka ule mji, anaongea na wewe. Yeye anaelewa, ila anaongea na wewe ili akuonyeshe tabia yeye alionayo. Alafu anasema natazama, yule malaika aliyesema nami akasimama karibu, na malaika mwingine akatoka ili kuonana naye. Naye akamwambia, piga mbio, kamwambie kijana huyu na kusema, Yerusalemu utakaliwa na watu kama vijiji visivyo na kuta, kwa sababu ya wingi wa watu na mifugo iliyomo ndani yake. Na angaliaga, anasema Mungu anajali mpaka mifugo, mpaka mifugo. Nasisitiza tena, mpaka mifugo ulionayo. Hata kule Ninawi, wakati Yona anasema Mungu siwasaidie hao waasi sana hawa, baadaye Mungu amembananisha kwenye samaki. Kichwa cha Yona anakijua mwenyewe. Na yule samaki alimnyoosha. Ndani ya samaki sio kuzuri. Tunajua kwenye sura ya 2 ya kitabu cha Yona, Yona anasema nilikuwa kama kuzimu kwenye tumbo la samaki. Samaki akaagizwa mtapike huyu, lakini si mtapike kwenye maji, mtapike pwani. Samaki akaelewa maelekezo, jana na leo, akatema pwani. Kweli alienda kuripoti pale. Kabisa kuna lugha ya Mungu anaongea nao. Biblia inasema Bwana akasema na samaki. Ni tofauti na kule kwa Elia. Biblia inasema Bwana akamwamuru kunguru amlishe. Kuamuru na kusema naye tofauti. Kuamuru ni lugha ya kifalme, kusema naye ni maelewano kabisa, wanaelewana. Samaki anakuwa mtumishi wa Mungu lakini aende mbinguni. Kabisa, vitu vyote ni mtumishi wa Mungu. Zaburi ya 119 mstari wa 91 kabisa. Aliwahi hata kutumia punda kusema na mtumishi wake, na limdomo lirefu lile punda akaongea. Samaki alipomtapika Yona pwani na ubishi wake, baadaye Mungu anamwambia nakuamuru nenda kaseme neno nilokuambia. Ndiye akaenda kwenda kuhubiri, lakini kwa kinyongo. Umewahi kuona mtu anahubiri yani kwa kinyongo yani hajaushika ule moyo wa Mungu. Mungu anataka kuwasaidia watu. Jamani okokeni. Huko moyoni anasema msiokoke, msiokoke. Okokeni, msiokoke. Okokeni. Yani kama moyoni anasema jamani, yani ukiokoka hapa nitajisikia vibaya. Huko anaendelea kuhubiri. Moyo wa ajabu. Na wale watu wa Ninawi ni kama walikuwa nasubiri kusikia sauti tu. Waliposikia jamani, Mungu anakuja kuhukumu, tubuni, hawakuhitaji hata mara ya pili, wakasema tunatubu. Mungu alivyo mwema, Mungu mzuri. Unaweza ukamchukia mtu ukasema yani huyu nitafurahi sana kama akienda jehanamu, unamkuta mbinguni ndio anafunga mlango pale. Fikiria mtu unayemchukia kabisa, ile ni baya, usifikiri na Mungu anamwangalia hivyo. Wewe unasema mbona alifi? Mwenye ratiba ya kuondoa ni Mungu.
Unanielewa? Ni mambo magumu, lakini shika hivyo hivyo. Moyo wa Mungu uko tofauti, uko tofauti. Huyo unayemwombea na kumsomea Zaburi ya 109, Mungu anasema unakosea wewe. Huyu unataka okoke. Unasema Mungu huyo afe, familia yake itawanyike, ndio anazidi kustawi. Sinaona mambo yanavyokuwa, mpaka baadaye unaweza ukamchukia Mungu. Hata Yona akachukia, sema nilijua tu wewe una rehema nyingi sana, nilijua utaanza kuwasaidia. Mungu akaotesha mtango pale, Yona akakaa chini kwenye kivuli pale, baadaye ukakauka, alafu akachukia. Sema wewe sasa umeona huo mtango unachukia wewe, ni wewe uliuweka huo. Mungu alivyo ajabu sana. Baadaye akamwambia Yona, ikiwa mimi nimeweka huo mtango, wewe unauchukia hata mtango ambao ukuufanyia kazi ya mikono, halikuwa jambo la pekee sana mimi kuwasaidia watu wa mji wa Ninawi, mji ambao ule mji ulikuwa na watu 120,000. Alafu akasema na wanyama ndani yake. Yani Mungu alikuwa anawapenda mpaka wanyama. Ndio hicho nataka nikuonyeshe Mungu alivyo thamani. Anajali mpaka vitu ulivyo navyo, mpaka mifugo. Wale kuku wako wale wawili wale anawajali kabisa, anawajali. Sasa, lakini nimefuga sungura. Mungu anapenda hata sungura? Mungu anapenda mpaka sungura kabisa kabisa, anajali, anajali. Hapa kwenye mstari wa 5 namalizia, anasema kwa maana mimi, asema Bwana, nitakuwa ukuta wa moto kuuzunguka pande zote, nami nitakuwa huo utukufu ndani yake. Yerusalemu ulikuwa hauna ukuta. Kwa hiyo Mungu anasema wala usijali, mimi ndo nitakuwa ukuta. Sijui kama kuna mtu amenielewa, lakini kuna mtu amenielewa. Kuna mtu nilivyosema Yerusalemu ulikuwa hauna ukuta, Mungu ndiye akaamua kuwa ukuta wake wa moto. Kuna mtu ameshapiga picha kwenye nyumba yake, anasema yes, nimepata mahali pa kusimamia, nyumba yangu haina ukuta. Yeye anajua, wewe unaweza usijue. Wafanya mchezo. Ameshanielewa huyo. Siku ya siku atashuhudia. Kuna ulinzi wa Mungu. Kwa hiyo Mungu anaweza akawa ukuta wa moto. Mungu anaweza akawa ukuta wa moto. Mungu anaweza akawa ukuta wa moto. Kwa hiyo tumezungumza habari ya hekima ya Mungu ya kimaamuzi katika kipindi cha majanga. Nikupe mfano mmoja namaliza. Nasema tena, jina la Bwana libarikiwe. Walioelewa jina la Bwana libarikiwe. Walioelewa tena jina la Bwana libarikiwe. Kama unaelewa jina la Bwana libarikiwe. Sema Roho Mtakatifu, sema Roho Mtakatifu, ninaomba ulinde nyumba yangu, linda watu wangu, linda familia yangu, linda ndugu zangu. Sema kwa damu ya Yesu, kwa ukuta wa moto uilinde familia yangu. Sema kwa jina la Yesu, kuanzia jioni ya leo. Sema kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu. Kwenye familia yangu ninaikataa mauti, ninaikataa mauti. Mauti kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Ninakukataa, ninakukataa kwenye nyumba yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema amen, sema amen. Shangilia Bwana Yesu. Pandisha kidogo kinanda. Naomba kama una bahasha, kama una bahasha uweze kupata bahasha. Yeye ni Mungu wa ibada, tunampa sadaka. Asante, nisaidie wape na sadaka. Familia nyingine wameshatuma sadaka yao, wakasema ikifika wakati wa maombi itoe. Nimetoa sadaka yao, iko shilingi 100,000 nafikiri. Wamesema sisi tunatuma sadaka ya familia, wamekusanya kwenye familia. Na wewe inawezekana ni familia yenu unataka kuweka namna hiyo. Weka pia mbele za Bwana. Weka pia mbele za Bwana. Weka pia. Kama unaweka pia kwa ajili ya watoto, wawekee pia na watoto na wao. Kama wapo waache washike wenyewe, kama wapo washikie. Lakini Mungu anaona, Mungu anaona. Na tunaenda mbele za Mungu aliye hai, Mungu mwenye nguvu.
atakayetusaidia. Yeye ni Mungu asiyependa tuangamie, atatutunza. Maandiko yanasema mauti imeingilia dirishani. Kataa mauti kuingia kwenye madirisha ya nyumba yako katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Katabaraba shatabaraba sheda bahanta baraba hande. Pandisha kidogo, pandisha kidogo, pandisha kidogo, pandisha kidogo. Dara shata kapa hata baraba shada bahanda baraba kuria. Remama shada bahanda baraba kuria mandara. Rashanana mashada bahanda baraba kuria. Kuria ndaraba kuria mandara kazana mahanta baraba kuria mandara bakaria. Daraba shada bahanda raba kuria mandara. Daraba shana mahanda raba kuria. Silaha yoyote inayofanyika juu yako haitafanikiwa. Hiyo iko chini ya urithi wa watumishi wa Mungu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Yeye ndiye aliyemuumba muhunzi avukutaye moto kwa kazi ya mikono. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, amesema kwenye neno lake, maana yeye anajua. Yeye ndiye muumbaji wa kwanza, yeye ndiye kiongozi wetu wa kwanza. Hakuna Mungu kama huyu aliye hai peke yake. Hebu tumwambie kidogo kwa maneno yetu ya kwamba hakuna Mungu kama wewe. Nani kama wewe Bwana, kama wewe Bwana. Praise, mtakuwa tu wachache hapo, tusimame kanisa, tumwambie Mungu kwa maneno yetu kwa moyo kabisa, alafu tutaingia kwenye maombi. Nyumba yako jinsi ilivyo, nyosha mikono yako, simama juu, simama juu, simama juu. Nani kama wewe
Nyosha mikono yako juu kabisa. Sema Roho Mtakatifu. Ukitegea shauri yako, kuna upako wa Roho Mtakatifu hapa wa kusaidia familia za watu. Sema Roho Mtakatifu, asante kwa jioni ya leo. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Niko mbele zako kwa moyo wa toba. Ninaomba unisamehe mimi na familia yangu. Jioni ya leo tunaomba uturehemu mahali ambapo tumekukosea wewe. Jioni ya leo tunaomba damu ya Yesu. Tunaomba damu ya Yesu itakase familia yetu, na kuanzia leo tunaomba neema yako uweze kutulinda katika vipindi vilivyo vigumu katika jamii inayotuzunguka. Tunaomba ulinzi wako, tunaomba ulinzi wako. Tunakulilia wewe, tunakulilia wewe. Hatuna msaada mwingine, hatuna msaada mwingine. Wewe ndiwe baba yetu, wewe ndiwe mlinzi wetu, wewe ndiwe amani yetu. Hatuna wa kutusemea, lakini wewe unaishi, wewe unatulinda. Tunaomba utulinde kuanzia leo na nyakati ngumu zinazokuja mbele. Sema kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Omba, 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 usilale, usilale. Omba, 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 rababa sadaba, robo sadaba ya mandaya. Omba, kila mmoja aende mbele za Bwana. Kila mmoja amwambie Mungu aliye hai. 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 Wengine wanasikia kupiga magoti. Kama unasikia kupiga magoti, wewe piga. Kama unasikia kulia, wewe lia. Mwambie linda familia yangu. Mwambie linda watoto wangu. Mwambie linda mume wangu. Mwambie linda familia yetu katika siku za usoni. Omba, 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 omba. Baraba shada, baraba shada, shada baraba shada, shada baraba shada. Omba, 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 omba ulinzi, omba ulinzi, omba ulinzi, omba ulinzi, omba ulinzi, omba ulinzi. Achilia damu ya Yesu, 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 achilia ukuta wa moto, 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 achilia ukuta wa moto. Piga fire, piga fire, piga fire, piga fire, fire, fire. Endelea, usiache. Endelea kuomba, endelea kuomba. Achilia damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu kwenye uzao wako, kwenye familia yako, kwenye ndoa yako, kwenye maisha yako. Achilia damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Nando robosa, rabasana, rabako, rabasia, lindo robobosi. Endelea, 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 endelea. Wigo wa moto, wigo wa moto, wigo wa moto juu ya familia yako, juu ya familia yako. Katika nyakati zinazokuja, familia yako haitaangamia, uzao wako hautaangamia, maisha yako hayataangamia. Lisadara pakora, ndugu zako hawataangamia. Rabosa, limanara pakora basia, lisadara pakoro bosa, likandara basaya, anoria darabasa, lisadara pakoro bosa, dara pakora, limanara basia. Endelea, endelea, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Wigo wa moto
ukuta wa moto, ukuta wa moto, ukuta wa moto, ukuta wa moto. Familia yako isichezewe tena, familia yako isichezewe tena, uzao wako usichezewe tena. Rabosa limandarabakora lisandarabakorobosa adorobosa narabakora limandarabasiria limandarabasiria limandarabakorobosa lisandarabakora adorobosa 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 adoriandarabasa limandarabakora limandarabasiria lidorobosa lidorobosa. Endelea, endelea, endelea kuomba. Bwana anaivusha familia yako, Bwana anailinda familia yako, Bwana anaitunza familia yako, Bwana anawahifadhi ndugu zako. Mandoriandarabakora lisandarabakora rikadarabasaya rikokodorobosa lidarabasa lidorobosa adoriandarabasa limandarabakora limandarabasiria. Usichoke, usichoke, usichoke. Haya maombi yamebeba hatima ya ndugu zako, hatima ya uzao wako, hatima ya watoto wako, hatima ya watoto wako, hatima ya familia, hatima ya familia, hatima ya familia, hatima ya familia, hatima ya uzao. Rabosa limosa andorobosi andorobosi andorobosa. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hizo familia zinakabidhiwa mikononi kwa Bwana. Huo uzao unakabidhiwa mikononi kwa Bwana, mikononi kwa Bwana, mikononi kwa Bwana, mikononi kwa Bwana. Huo uchumi wa familia unakabidhiwa mikononi kwa Bwana. Andorobosa. Nyakati zijapobadilika, yeye Bwana atasimama kulinda familia yako, kuitunza familia yako, kutunza maisha yako. Rabosa limadara makora. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea, 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 endelea. Mwambie Bwana, ivushe familia yangu, vusha uzao wangu, vusha uzao wangu. Mabaya yasikilipike, mauti sipate nafasi. Milango ya mauti imefungwa juu ya familia yako, milango ya maonesi, milango ya magonjwa, milango ya vifo imefungwa, 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 imefungwa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nyakati zilizobeba mauti hazitaangamiza familia yako kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Milango ya uovu imefungwa, imefungwa. Milango ya uovu, milango ya uovu, milango ya uovu imefungwa kwa damu ya Yesu. Mandarabasi, mandarabasi, mandarabasi. Endelea, endelea. Rika sandarabako kadolobosa. Familia zao zinalindwa kwa damu ya Yesu, zinalindwa kwa damu ya Yesu. Hao watoto, huyo mwanaume aliyetuma sadaka
huyo kijana aliyetuma sadaka, kwamba na mimi hiyo sadaka uipeleke madhabahuni. Tunapeleka damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu.